umeniuliza mbona si kufanya homework. Nikikujibu mbona utaki niongee? Mbona unapiga? Eti unaongea nikiongea? Umemea pembe? Mbona umeniuliza swali? But how many people do you think out there ukiendanga out wanakuanga wameenda huko kujibamba ama wengi wao kwa wameenda kutoa stress? Yaani unaangalia tu Uzuri wangu anafanya hiki ya junior. Kesa technically yako kwa hiyo WhatsApp group. Angalia kitu ya Zari, angalia baba yake. Mark Goy. They expected you to leave a mark. Until you ilikuwa kadogo. As long as amenyamba mbele yako hapo ndio unajua mapenzi. Hapo ndo unajua Pressure last minute. Of course, mbona ufanye kazi mapema? Nunua haga mdomo ni bure. Mimi kwanza siko najua yeye ngorota hivi. Mimi siwezi lala na mtu anangorota kama tingatinga usiku. One has to go. Tightness, wetness, cleanliness. Moja iende. Niaje waku, welcome yet to another episode in episode 38. Whoa. Tumefika ndani. Leo mkiangalia mahali mtaona kuna shine. I'm not usually where I am. Mkipenda mnaweza niita Mogwanja aka Uncle 7. Nah, majina yangu now, you know it always. Nah, I know you sleep, you dream about it. Like si wanaume pekee, madem tunaongelesha hapa. Eti si wanaume pekee. What do you mean? It's not the option, but what do you please mean? keep me out of your plans. Marco aka King Marco. And I go by the name Cheche 25 Flow. And of course today in studio tuko na guests. Yes. Gym enthusiast. Body. Drum roll. Body. Mother of one. Nilisikia hao ndo mna prefer. But anyways. Hey, by that way, watu mother of one tumekuwa tukiongelelea ndio hawa. Wait, kwanza hiyo gym. Wewe walikwambia mwili yako inafika lini? When is it arriving? We'll talk about it. You've been Anyway guys, we have Kezaya in the building. Oh, and of course behind the scenes mheshimiwa mwenyewe Mr. Josh aka Mhesh is in the building. Kama unasikia makelele yake. Anyway, mkwaje waku? Si tuko sambamba. Oh, kuna kitu maji imesahau. Na sisi ndio maforeign with a twist. Bas. Ndio sasa. Guest Kezaya, mambo? Niaje. How you doing? I'm good, y'all. How's life? Life ni life. Life nakupeleka vizuri. Life na Bado inakupatia ndimu? Nipea ndimu mama. Eh, mom. Sijui tuanze na hizo za kupress So, ndimu. your friends imejaa lemonade. Imejaa lemonade Kweli. nitakwambia. Beyonce Wani video. nimekuja na Ameitamta vibes za lemonade. nini? Manze naona hapa. Came with the Na labda pia ni ya Lululemon. Inaweza kuwa by the siri. ni ya Lulu. You know me. Ndimu. Trust me, I know you, we know you. Yeah. By the way, wacha sasa tuchangamshe story kidogo. Kama wamjui Kezaya, mimi namjua vizuri. Tumejuana for almost at least 15 years. Yeah, I'd say. kabisa. Kwani ni Wewe wakwenu? sisi hii rende iko up. Actually hii rende Essentially. tumejuana for a little bit. Yeah. Kezaya Me was sooner. Kezaya mimi as a jamaa amekuwa wing woman mwingine wa power sana. Wing woman. Back in my single days. Wing woman. Yeah. Kama kuna mtu anajua kukuunganisha. Hey, kama glue. Ndio huyu hapa. Msee. Hey, Do you know? makofi kwake. Wing woman. You don't understand that actually to I know. be a good wing woman and actually just and it goes through, bro. That's what I was gonna say. I'm Yeah. just saying that's actually a big deal. Mi says kusahau. Msee, unajua kuwa wing woman ni kumaanisha at any minute anakupea advice pia. Yeah, anakupatia advice. Nakwambia hapo nayo umeuma nje. Unajua wanawake pia wanajuana. Yeah. Wallahi. Anaweza ona hii akwambie hii Nishasawa. wachana. Yeah. Na Who nishaifanya better to hivyo. know the species than themselves? That is true. Do you know Sisi tumeshindwa kuwajua. By the you know way, yourselves. what do women want? Tuambie, now you're in the It's hot simple seat. things. Like Tunataka tu Simple things. Lamborghini. jamaa kona do standard like hakuna kitu ingine. Kweli. Akona Like- poda. That's just Is that- that's no, that's I just a feel simple like thing. Yeah? There are certain This things one- tunaweza negotiate like kama jamaa kona do lakini in other departments ana lack unaweza unaangalia depending on the money. But sasa unajua Tuweza compensate, ando unapatanga kwanza amepatana na wewe uko na do ameingia box mko sawa you a couple but sasa kuna yule jamaa fulani huko amesota mbaya Yep. lakini ikifika ni nyundo
analalisha Nyundo. Wafula Sasa Wafula wewe anatuanga kazi utakuwa tu hapo una supply pesa, we your lady is always happy. Oh my goodness. Nadanganya. is it the lying I definitely think it's something that mademu wanafanya. yeah Madem. najisikia Yeah, madem too. Lakini, you know, there's those women of God, and I'm not trying to become believers. yeah usiogope So I'm not gonna say, what do you call it? Sitaweka kila mtu in one bucket. But kuna, I think people wananga through that season, yeah. But sasa unajua pia women of God lately imekuwa most of them ni watu wameretire streets. So sijui mbona utaki kuweka hapo. Mimi nasikia pressure hapa. no don't feel pressure I'm just messing with you, but ni ukweli. I mean, inafikanga point you have to just unaanza kuangalia maisha yako unasema All of a sudden mtu apendi pombe. yeah Mtu kila siku sasa anatupostia Bible verse. Nyedarati Let's be honest, I'm going to be on the side for a little bit. What do you mean Yeah, be on their side? Sasa Because- Jumaisha uende Because uombe. hata wewe mwenyewe kuna wale unafika unasema siwezi kuwa nikienda out TV, siwezi kuwa nikunywa pombe. So why are we saying ladies only? It affects you too. But sisi unajua tukiacha hiyo mambo ya kwenda out nini bude na kuanga kutulia nyumbani. Yeah. Probably Pika chapo. unapiga tu shughuli zako chapo 1 million. Umenipata wapi? Umenipata wapi? nimepata kupika chapo. Yeah. Mark, my favorite insert picture here. Niko nayo hiyo. Kuna evidence. Tuko na evidence. Lakini usimuone hivyo By the way, kijana anajua kupika chapati. kama unahitaji. No iko. We'll insert it here. Iko, picha iko. Picha gani? Yeah, chapo. Si chapo. Oh, Huyu yeah, jamaa right. kupika Hey, chapo. I thought you said you had a picture. Oh, No. as- Ako na picha Yeah, yeah, my hiyo. bad. Utakuwa umechoma. Yeah, si Kweli sana. kabisa sina mbaya. Chechebu endelea kuingililia watu kwanza tusikie. But anyway, mi sikuwa naingilia watu juu watu shida yao sasa wakivuka ile pande ingine. Mimi sikatai, umevuka, ni yako, injili ni yako, we sifu. Si kila mtu ndo anajua relationship yake na Mungu. Lakini sasa mbona uanze kutujudge juu bado tuko mahali umetoka? Mbona? By Why? the way, sijajingi wase. Amen. We like that. Anza kuangalia kanaendanga out kila weekend akachokangi. Kile sana ni shots, guys. Ile boomerang. But you know that used Mnajua? to be, see, that was like my life. No, wewe yako iko mbaya. But sasa unajua kitu actually kitumia uangalia Really? especially watu wakienda nje hivyo nasema hiyo ndo stage wako sahi. Yeah. Like unajua sometimes si end up ku level watu na mali tuko. Yeah, that's Ama true, like our that's mindset true. we think everyone thinks the same. Mm-hmm. But kila mtu anakuanga place tofauti kwa maisha. Yeye anaweza kuwa wakati ulikuwa unakanyaga nje dunda yeye ndo alikuwa anapanga maisha yake. Yeah. Ni vile labda imeenda haija happen vile ulipanga, so sasa yeye anatoa stress, but anyways. Ni stress tu anatoa. Exactly. Ni kweli. Circumstances happen, things happen, so you can't really control how But they- your life's gonna go. Yeah, but how many people do you think out there ukiendanga out wanakuanga wameenda huko kujibamba ama wengi wao huko wameenda kutoa stress? Kuna wale wa I think kujibamba. inakuanga both. Yeah. Kuna idika, I think inakam na age. Kaa sisi tukiwa let's say what younger 20s 22 23 24. Sisi tulikuwa naenda kupiga sherehe. Yeah. Stress Zero gani? responsibility. Nyinyi, mi siko hapo. Sawa. Wewe basi. Sawa, alikuwa anatupeleka kupiga sherehe. Sasa kama nilikuita wing woman, nani alikuwa ananisaidia kupiga hizi sherehe? Shwari. I know. Si nisha kuweka box fulani. I put you Ni there. kweli. Ni sawa, If nimeitikia. I mention one word Vegas, Mnaijua hiyo, wacha tuachie tu story hapo. Vegas. Hata nikikamuko niko nafikiria story ya Vegas. I'm like, Vegas. If you look back on one of our episodes, I'm pretty sure we had a story about my homie is drowning in water. Was it there? Oh Yeah, Nyuko, hey. Oh yeah, she was the She witness. was the one. She was the one witness. there who told me to go and jump in the water. My friend, mtoto wenu anakunya maji mimi. I was being a wing woman. Si unaona? Shwari. But la kuwa lifeguard wakati anafaa kuwa lifeguard anakuwa Sasa yeye wing alikuwa woman. anapiga selfie. Niko na Short. Mimi niko like kachana naye anajua kuswim. Wow. Manze. Yaani yenyewe alikuwa na drown in it in the water. good times, good Good times. times in Vegas. But we reminisce those days. BN is coming
He is. Hopefully this time he's actually coming. I think atakuja this time. Tabidi saa hata tupigie makonex tuambia check. Manze. Mbia best yako. Or make sure huyu jamaa. Huyo jamaa kwa huko. Hiyo Utajijua ukiona hii video. We want the visa cleared. Atakam. I Si think tunaenda atakuja. ama? Mimi nitakuwa harusi lakini nitakuja after harusi. Of course. Facts. Harusi ni ya wazungu. So hii ni shanga I was prompt like, 8. Do you guys think they'll ever get back together? Nani? Hapana. Sauti. So kila mtu sasa yako na Maybe for a project. Si bana aliwaleta wote. I mean Si kuona that's a Chimano show. though. I'm gonna say I feel like it was mostly for an independence perspective for the artists because they're also like growing, they have different families, stuff going on, but they still do that reunion because they can still have the power to do that. Yeah, So yeah. it's gonna be more of that. They're still together anyway. Yeah. Sauti But- so inakuanga bien. So mimi nikiona bien mbona Hey, sauti yeah. so. Unacheki. But some of the shida Tall, msee. dark and handsome. Shida msee. Umesikia? Na nani? Umesikia? Waliacha kupenda ndevu. Tukaanza kulea Siku hizi ni ndevu about wakaacha man. We want kupenda. bald you want men. Tunalea nywele wanasema wanataka kipara. Anataka something to hold on and slide to. Amenyolewa. Kipara. Maji moto. But Unapenda being tall, unajua dark and shida ya kwa band alafu msplit ni ukose kushine after. Yeah. kweli. Hiyo ni Jumanze uwezi tegemea wenye wanashine ndo wanakupea show saa zote. But unaweza shine in other ways. Kama kipawa yako ni kuuza manyumba. Juu kaa Sauti unatoka Sol bando kuna kwa- watu walikuwa wanasema mwingine kazi yake ni gitaa tu hata aimbangi. Amedalipa. But ana- By the but- way. Hey. Ana shine. But Wait. he's like Ako na Nimesema album. watu walikuwa wanasema. Okay. I was holding back with that. Hata mimi bro. niko You like, gotta kijana. give credit to Fancy he's the Fingers. best. No, shida yangu Fingers has written a shida yangu lot. ni Yeah. Up to me. mbona Eh. mmeruka kudefend mtu sijataja. What do you mean? That means Tumesema you- jamaa wa gitaa. Si hivyo you Ama ni si nani? wote ucheza gitaa. Hapana, Si ni wote. Fancy Wote Fingers. Fancy Fancy Fingers Fingers anakuwa Why? kwa Yeah. because he doesn't sing, but he creates the He The this is sound. the- Yeah. Ako na skills. bro. He's Hey, like a Shapana backbone. hapo. Yeah, he's quite huge. Manze, Ako huko anasaidia these watu. guys I think tulianza kuwasikiza I think bado tukiwa wadogo actually when they Me, started first si time wote hapa nilikuwa- tulikuwa wadogo. Mi Ile I think ngoma ya P-Unit, nilisikia- Kare. that's what- no, That's hata the si first hiyo, time. Ah, ile yenye ya Vera kwenye- alikuwa. kwenye bar. Yeah, Vera. Unajua ile Gentle ingine? Bar. Thank you. Yeah. Yeah, Ah, yeah, that's Oh good. yeah. That was a my good- first Mi yangu intro. ilikuwa tu Kare. Eh, Yeah, Vera Sidika. Ilikuwa ya Vera Sidika kweli? Vera Sidika kwa kweli? alikuwa si hiyo. Yeye alikuwa kwa ile ya Gani? Mimi ni some. Ngoja. Na ile Wait, waliba- background. kuna ile Shall we have waliba one? kwa club. Oh yeah, you guy. That guy. She can give you a good one. Background. but hizo days manza ukiwa myang we unakumbuka mara ya mwisho uliambiwa enda uvae viatu tuende ukakuja ukapata wameenda wewe The funny way- Unajiuliza hii ni feeling gani hizi Yeah. siasa hivi? Manze, Unaniacha. unajua shida inakuanga umeachwa uko hapo hiyo sad yes unataka kulia lakini unalilia nani Yeah, you have no hiyo one kitu to umaga. cry Lakini uzuri ni wakirudi jioni wanakujanga na kagift ka sausage ni chipo. Yeah, yeah. So Hiyo at guilt- least- hiyo guilt. Unakuanga na balance. Ama- Yeah, there's hata balance. unaanza kuzoea kuachwa. Yeah, It's like, sawa, unajua basi. wase wananiletea kitu. At least kitu inakam. ama wakikuja wanakuja late the next day wanakuambia tulikuletea chipo na sausage tukapata Kulikuwa umelala umelala. so ikabidi tumekula Mi my favorite moments za hizo siku ni nikilala kwa kiti nilikuwa naamka najipata kwa kitanda. Oh. Sasa ubaya ni That was nika undefeated. grow up nikakuwa mauko 13 nikalala kwa kiti nilijikuta kwa kiti. of course umelala Nilifunzwa nikaambiwa wewe ukilala hapa itabidi sasa Mose alikuwa hapo kuuliza, wow, this is magic. Unaona wewe hapo tu umeota unaamka kwa kitanda niko like ini maji. Na kuna zile ulikuwa unasikia uko like unajifanya umelala. unajifanya umelala We unajikuta Good old days. alafu kuna Sasa hivi nini fulani. mashida zinakuamsha. Imagine siku hizi kazi mashida life imekuchoresha 7 una kwa kuangalia umekuwa mwenye shati you just wake uko like ai bwana kuamka Uko njaa. kung'ara tu Hey, you But hizo the, enzi you zilikuwa know fiti. the thing with adulting manze
inakaanganika ni kitu ingine imekuwa ni system eti ukigrow unafaa kuwa unapiga job Monday to Friday ndo upumzike weekend urudi job. It's scam. It's a sick cycle. Adulting is a scam wallahi. I don't get how like bado ni ni essential in life. Do you need to make funds to survive? Monday to Friday msay. You also need something to do mentally. Yeah, lakini you can be proactive in other things. But sasa unajua pia kuna watu wanazaliwa wakiwa na hizo funds. So wewe unfortunately you are born to suffer. Surely. Na unajua sisi at least tuko at least in a better place. Ukiangalia places kama India, unajua wako na ile caste system. Sasa imagine umezaliwa ile mbaya sijui ni gani. Director hapo nyuma by the way tutafutie hizo majina. Unajipata like unachukiwa tu juu ulizaliwa hii system. Which cuz me I'm blessed nilizaliwa hapa ninajua na watu kama na ile place kwanza mtu 1 billion msee 1 point something billion. Asako shughuli bro. Kondo wanaona tu kwa TV ama TikTok. By the way na zile machakura zao. Zile sijui kama ni huko ama ni Pakistan iliona kuna day wanakuanga na vita. Sasa zile maflying toilets zao Gani yo? Umechekia stuff? Unajua ka Italy kuna ile ya tomatoes. Sasa hii ni shondi. Inakuanga ya ng'ombe though I think. Ama ni ya nyuma. We ile place unajua sanitation inakuanga ngori kidogo. By the way that's true. No mrushiane nini ya saja. Sina si receive kwani Katoliki ukifanywa ile ya kuspraywa si maji ya Mungu. Na shosho ya ng'ombe. Sasa I think ni ulisema ni Pakistan. Kwa hapo nyuma research. Msee umesema story ya Katoliki nikakumbuka last week. Last week nimeenda mazishi ya neighbor wetu hapa hivi. Aligenya but say ni alikuwa Ukrainian. Msee nimeenda mazishi tuko hapo service. Nimeingia nikapata wakiimba. Aya si nikasimama but tumesimama hapo for a minute tumeketi watu bado wanaimba ile Biblia wanasoma ni kuimba. Buda nimesimama hapo nilikuwa najaribu nisipasue because msay the whole time alafu ni kuimba ile si kuimba like wimbo ni kuimba ile ya kusoma. Yuko hivyo sasa. No. Ila kila team. Msee nilikuja America. Sijai experience kitu kama hiyo. Sasa mimi ni Mkatoliki sana acha niwapatie uhondo. Kenya Catholic na huko Catholic noticing kuna difference. Kuna Kenya unajua kuna ile tuimbe wanakuja na dance. Nikakuja America nikaona huko they follow things by the book wanasoma like venye chicha amesema hapo. No. Niko like ndio maisha ndio tunaendelea tunayo. Manze. Hivyo ndio yuko. Hii ni America tu. I guess religion hata kama ni the same it differs na penye huko. Ukiangalia pia Pentecostal za America plus versus Africa kuna big. It's a really subjective field. Ama ni venye wanapenda tu things by the book. Msee hapa kama tunaingenga church wana wa peke yake service imeisha. Hatujasalimia watu before service ianze na after service hatujasalimia watu. I think packs za nini za kanisa at least after kanisa kuna kuwa na zile like kachai mama youth tupatane tupatane pale tupige nini kidogo sometimes hata pia kukua na ka event pia after kanisa bro SDA by the way yenu mnakuwa na SDA after kanisa ni kanisa msee kanisa ni shanga 5 pm SDA ni 8 ama 9 kuna vest ninaje Sabbath school kwanza alafu after that unaweza kuwa unapatana na youths kiasi ama nini alafu service inagonga hapo kitu kama 10 to 12 ama 1 3 hours. Marco ulikuwa Pathfinder? By the way ulikuwa Pathfinder? Akose mtoto wa pastor. Akaka alikuwa Pathfinder. I was a great Pathfinder. Sahi path na find great. Sahi path na find. Different paths. And in different paths. Tukuacha matuendelee. Don't worry. It's a good path. It's a good path bwana. Sisi niko na flashlight so siwezi potea. Kuna hadi shati hiyo. But that is one story. Tupigie. Niko mdogo. A lot of my friends walikuwa SDA. So for some odd reason she's like my auntie. Akaanza kwenda the popular SDA church in our city. Yeah.
by then it used to be like in Plymouth. So I remember like I'm young. So like sijai on a SDA church. I'm just like, what's watu wana dance kwani kunaendaje? So nakumbuka watu hiyo wakiwa nje na utoto uniforms kwani niko na guy kwani niko Kenya. Kwani ni scout. Nikaanza kujiuliza huku ni wapi? So I didn't know about Pathfinders. It was Pathfinders. But now you see watu hiyo wamekaa kwa line sijui wana match. I'm like, what is going on? Upatane nao siku fulani inaitwa induction day. Sasa wanaanzianga tule tudogo tunaitangu aje? Kuna Iga Beavers. Unazijua? Wote wako na uniform tofauti. Si ndio? Junior Brigade. Kichuka hiyo msijui. Sasa Pathfinder ndio wale wamegraduate. Sasa different age groups uko different nini. Ni kama scout vile ulikuwa sungura, ukaenda whatever. Sasa wako na hizo nini kaa 5. Ide wote wamevaa uniform tofauti. Wapate hapo wakimatch kila siku nilikuwa ilikuwa special day. Unajua ni limit nani huko? Mike. Oh yeah. Oh, for real. Another culprit we're going to bring on this couch. But Like, you asked me. Differences scout na Pathfinder. Okay, the scout is guided by the morals, the code of the scout code by Baden Powell. Yeah, the whole history of it, right? Oh, I pledge my loyalty to yes. But Pathfinders is mostly on spiritual uplift and kind of like growth. Niko na swali. So, okay, what is the intention of Pathfinder? Ni ku bring what are you closer to God? Am I like? Yeah, to kind of like raise them with skills and kind of like qualities that are favorable on the side of man and God. Okay. Now, what happens? Kuna hii stage sa mki when you're old. Uliza. Uliza. Acha land. Kuna hii stage. Mi wase wale najua walikuwa Pathfinder. Ile stage ya wakiwa kubwa wanashindwa na kwani mnaendanga ni kama unajua you guys ni kama outside ndio wanakuanga wale warui. Unajua tuambie as a culprit. Guilty as charged. As a culprit, I feel like I was actually lucky. Because this is something that helped me to be who I am. So me, kind of like exploring other options and what's going on in the world. Yeah, I feel like that's low-key an experience for me as well. And I still cannot let go of the values and morals that I was created with. Okay. So it's kind of great in a way, but it's just like sometimes ipadhi unaweza pata watu wenye hawaitumika weapon. But utapata watu wanatumika weapon. Sasa nimefunzwa hizi vitu nakwambia wewe unajua ni wa shetani tunachomeka. Bro, what? Nakwambia Kenya unajua watu wako religious. Utambo unaenda kwa shetani tu kusa. unajua mpaka mademo wazeva toda. What? Yeah. Ndefu. And I don't like that practice, bro. That's aggressive Christianity, and it's just. I know. Hiyo ndio ilikuwa nini? That was a principle kule nilikuwa. For it? Yeah. Kwa wale wase. Mimi nikawasho, mimi I don't do that. Ngori. Nilikataa, niambia kama tunaachana juu ya skirt. Acha tu ikae. Acha ikae. Sitavaa. Lakini surely But mnajua watu wanasema kawa wenye uligrow nao wenye wakifika ile stage fulani ndio warui. I think ni ile kitu ukigrow up unaona zile vitu mzae ama mkoro alikuwa nakukazia the most ndizo ulikuwa unataka kufanya. So watu wame grow up indoctrinated into that ile chance wamepata ile time wamepata ka freedom hivi, of course they're gonna misuse it. But you unaweza fikiria because they've been in this Pathfinder program for so long, like wouldn't there it would feel wrong. Uko Pathfinder na unaona mabeshte wako vitu wanafanya. That's also true. new influence pia That's mabeshte. true. I mean, kweli. let me put it this way. We all get through forms of teaching in our lives growing up. Yes. To be here and be able to conversate this way. So for me nilipitisha hiyo Pathfinder yote. Wewe ulipelekwa mass na Sunday school vile mlifanya.
na ukafanywa hii nini ukitana 18 inatoka aje confirmation yeah stuff like that and some people wamekuwa tu nyumbani they just been taught by their parents and how they live by the world so it's just it's just different situations same destination lakini kuulize considering how you were brought up na uliturn out hivi ni values gani bado na hold on to niambie nimeturn out great watu wangu mimi si usasa sijasema umeturn out vibaya sijasema umeturn out vibaya anashikilia tu moto tu hivi kijana but unaweza funza nini watu mimi vitu nyingi sana if you are sasa considering the person you are now if you were to talk to a younger Mark tuseme 13-year-old Mark mwenye ameanza tu kumeafudhi hivi ndo pembe zimepanda unaweza muadvise aje let me quote ile video kuna video fulani liko kwa nini ningekule kitu mapema unaona vitu wanaume ufikirie ujinga nikuulize wewe if you were to talk to 13-year-old Keziah unamwambia nini manze I don't like you know 13 nilikuwa kwa mom I'm afraid so like I grew up with a lot of fear but I feel like I've enjoyed life naweza mwambia maintain to mimi ya 13-year-old mgwanja kijana alikuwa mkorofi mimi naambia tu maintain tu mimi ninapenda hiyo mimi kuna vitu nilikapitia huko nje but it is good ulikuwa Kenya ama huko unamwambia continue si nilikuwa high school nimeingia tu just high school I think no just about to get into 8 hapo na wewe je wewe 13-year-old tungemwambia nini wewe kwanza 13-year-old I think mimi niko sawa I think 13-year-old me vile alikuwa nafikiria is still in line na vile niko so hapo kama alikuwa nafikiria ujinga bado iko kama alikuwa nafikiria vitu za maana bado ziko unajua you don't change as a person you just evolve interest zako you change ndio maana maybe unapatanga sasa unafikiria tofauti because kitu unafanya ama kitu uko interested in is not the same then wewe interest yako maybe ilikuwa kuskip class ama kwenda kupanda miti kuiba maembe because hiyo ndio kitu ulikuwa unahitaji hiyo time but sasa saa hii inabidi uangalia because unless you undergo like a very big impact at that age because that's very like a crucial time in life as your teenagers kitu bigi ikikuapenia I think itakuaffect later on in life kama ulikuwa unapigwa vizuri na wazazi huku nje pia probably utakuja kupiga watoto wako but you never know people change for the best but sasa unaona people change so kuna wale warui pia so for you nikuulize ukigrow at what point did you feel ama kichwa chako wewe ukajiambia mi hata hii advice mingi napewa hapa mi sidai mi najijua na najua kitu nataka na najua kitu nafanya unajua ile tu unakuwa mauru ama si mrui as per se si tutaanza kufanya vitu za ujinga but ile uko like naweza jiadvise sasa I think 18-19 probably ndio nilikuwa at a point I'm like kwanza venye niliingia college hivi hiyo kwanza mwaka ya kwanza my friend mnajua nilifailingi class semester ya kwanza Manketo siku mali ulienda ndio class moja class moja tu ilikuwa calculus ilikuwa class ya kufail lakini singekuwa ni fail I think nile like unajua high school huku nilikuwa naishi na wazazi kaenda huko niko like I can wake myself up I can skip class freedom sherehe tunaweza piga freedom ni wasichana ni wasichana wa college wacha nikaanza kuskip class homework nice kwa nafanya lakini nikajiita mkutano after nimefail nikasema it's either I decide to pass this class ama to actually get my grades properly alafu nitagraduate lakini ulikuwa una fail freshman year hiyo semester ya kwanza nilifail class moja nikajiita mkutano second year nikafail tena class nyingine nikajisa mkutano vizuri mkutano serious nikajita sasa ile nikasema umejita lakini second year ni ile time tulikuwa tunakam yes juu mimi ni mzee kidogo
so Lakini yeah, unajua- second year ni ile Haukuwa serious. Sikuwa serious. No, I wasn't serious. na si tulikuwa tuangalia tu we have someone to look up to. Sasa Who wajua, you ningewadanganya. wenye yako serious No, nilifika the thing actually I think penye niliamua tu kukua like focused hiyo second year college I think second semester juu nilisema nikisha sign hata hapo ndo niliswitch majors juu ya kwanza ilikuwa mechanical nikasema hapana manufacturing is the way ndio nikasema after nimefail hiyo nini ya kwanza nikafail tena hiyo form 2 hiyo second year nikasema regardless of how bad it gets hata kama ni C sita change major na lazima nitapass 3 years later nikagraduate Ukamaliza. nikasema, kweli yeah, no, it works. You call yourself. but then the funny thing watu Mkutano. tuko very similar paths Yeah, juu mimi you- ungenipata hiyo time nikicheza pool 8 am to 5 Yeah. pm msee Yeah, nikaa tu nilikuwa njaribu kufanya chicha kuja chuo yetu. Thank God nilikataa. hukuenda Kijana huko. No, hiyo time nilikuwa nimeanza kucheza pool ile pool nilikuwa naenda shule Monday to Friday Yeah. 8 am to 5 pm niko pool yeah, I mean pool iko ndani ya shule so si niko shule Yeah, ako shule technically. ile chuo iko juu juu. yeah umse alikuwa ananipata hapo pool throughout Kuna hata vitu mi si- eventually yeah. ikabidi ni switch major Yeah. Unaona, yeah, things in life, eh, we, mi hiyo Wewe. nilikuwa critical. Hujaipitia kitu like unajiita mkutano as a human being unasema. Aya, mi nimejiita mkutano mob Sasa naona you change so you have mingi crucial sana moments. na bado huwa najiita mkutano But then unajua hiyo sasa hiyo kujita mkutano sasa inakuwa practice ya Yeah, kukaa yeah. daily daily. Yep. Nakwambia hizi. but mse ushaijiita mkutano hata wewe mwenyewe ukajishanga ukajiuliza shida yako ni gani yani No, yeah, surely, yeah. many times ni kabisa. mimi but sijielewi Yeah. you know Ni But kweli. the best thing with that is like you know yourself. Yeah. Na wale like unajiita mkutano but uko like but na nikifanya hivi. na wengine unajiita second guess mkutano na yourself. uattend Can you imagine? Hapo, hapo. No, hao ni watu wenye wajakoma. I think yeah, kujita mkutano tena tuseme hapo ndio umefika kama maturity hiyo ni level. procrastination ile unajitanga mkutano nitafanya Procrastination As is an good adult. for the soul though. Procrastinate ni poa. Kujiita mkutano ni but poa you think pia. based on how you were brought up unaweza lea watoi wako the same Kudakuwa na differences. yeah I mean kuna perspectives mingi kuna ile waafrika tunajua mtoto ni kiboko alainike unajua especially for some reason sijui nini iliambia generation ya wazai wetu that vita is the way to solve things like ukinipiga leo haimaanishi kesho sitafanya Exactly. ni vile ndachora mishoni yangu vizuri this time sitapatikana True, yeah, true. And then it's so widespread. Hata ukiwa mtu huyu mwalimu anakuambia unaongelesha nani? Pa! manze Kipande kwanza ngeno. msee like umeniuliza mbona si kufanya homework nikikujibu mbona utaki niongee mbona unanipiga eti unaongea nikiongea Umemea pembe. mbona umeniuliza swali Unajua pia wewe ni mauru so unajiona no but kufikiria that amekuuliza swali Yeah, no, I but get it. ukijibu uko wrong Yeah. uko wrong anakupiga like Pia hiyo ni mashtaka. so don't you think actually hizo vitu zi traumatize watoi So Wasn't nasema that hiyo traumatized period kabisa? ya na I think hizo ndo teenagers. vitu zinafanya watu wana grow up like unapata mtu hata umjui bado unataka kumheshimu juu unajua respect your elders Yeah. unasahau pia wajinga uzeeka Wajinga uzeka all the time see. Kuna watu wachinga huko nje bwana. Me, I just have a question. I just thought about it right now. Why don't we apply like a school kind of like system where our kids, instead of being taught too much on humility, like they're so humble, they literally get trampled on out here. Yeah. We need to employ like some modes of confidence, you know, Manze. like how to build a confidence because it's not really widespread. Me, It's just like a scary. It's Yeah. just you, know, 'Cause- you be taught with fear. yeah because I think Yeah, that's- tukigrow mostly unakwanga you're taught to obey Yeah. yeah yet honestly hivyo si Kweli. vile life inafaa kuwa Yeah. Sometimes it's like good to obey be- but also like don't be a pushover like for me niko na mtoi so me I'm teaching her at a young age like Yeah. have your boundaries mtu like even if ni adult like hata wewe una deserve respect like you're a person you have feelings like Yeah. everything you're valid right na mi naona it's definitely building a lot of confidence It in my is, child yeah. and she's not disrespectful or rude but she like you know she's polite but you also won't
Hautampush over. Yeah, and she's confident. By the way, ukiona mtu yangu ni ule kale kasichana. From the mother. Hivyo ukigrow, ukifunzwa kwa bei, unajua ndio unapatanga hata uitwe wapi, kila event ukitwa utaenda, kila mahali ukitwa utaenda. That actually leads to people pleasing. Yeah. Absolutely. Yeah. Lazima ujinini, hiyo bado. Because umezoea umeambiwa ukiitwa unafaa kwenda. Mimi nakumbuka the first time niliambia mom siendi. Yeah. I was so scared. But guess what? Hiyo ina opening doors zingine. Ati twende nikamwambia mimi siendi. Hata nilijiuliza ni wewe umesema hivyo? Manze. Ulimea pembe. But ni ukweli ni after that alikuwa walitutia uoga. Nikikwambia wakati nilichora tattoo mara ya kwanza. Mse nikiwa as an adult. Mse nilikuwa na vati show. Inafunika throughout. Once in a while napita na vest nione ikionekana nitapata response gani. Ile tu kupima tu. But mse ile unasikia hata uoga. Na wewe ni mtu mzima. Yeah. Hiyo nilifanya when I got my nose piercing nikiwa college. Unajua venye nilishow mom. Nilikuwa campus, nikaenda it was like my 21st. Nikasema hii kitu lazima nifanye. Nikaenda nikatoboa. Nikapigia mom nikiwa campus na FaceTime. Ndione sasa hata akikasirika hakuna kitu alifanya. Aliniona kwanza alinitukana. Hata siku nitukana alinishow. Sasa nini umeka kwa mapua inakupa hivyo. Umeamua kuuza. Hapana, imagine aliniambia hata ukai poa. Sasa nikasema guy. Sasa nikaanza kujiuliza by the way kwani sikai poa. No, and the thing is itakuuma kidogo lakini in the long run wamezoea. Hata shosho yangu alikuwa na shida nayo sana. Oh yeah, my grandma did not like it. She was like, why did you do it? Ni nini? I'm like, you need to realize kuna siku on a Sunday morning the week after nimetoboa masikio nimetokea hapo hivyo nimeng'ara niko tayari kuenda. Msee unajua uwezi zitoa. Hawezi. Sita block shit. Ile kama mkutano niliitwa hapo before kanisa. Hata hii kuitwa mkutano iliadresiwa hapo. Umeamua kujiunga na ule mrengo mwingine. Unajua hiyo ndio mambo yao. Yeah. Kama hivyo ndio umeamua basi kanisa ni ya nini unaenda? Extreme bana. No, you have to. Mimi nimetoboa like a little bit later life. Lakini pia madhe alikuwa anatupa zile shots. Ulikuwa unakata straight. Ya straight ukiasikiasi. Kwanza sikupata sasa nikiziclean ziweka sasa nasema makizo vile uliuliza tu makizo ni nini umeweka kwa masikio. But sasa unajua ujinga ilikuwa before nipate hata hiyo confidence ya kuja kutoboa. Unajua ile ukikuja kutoboa ni ile umeamua iko kama nini kama mbaya. Msee nilikuwa nanunua zile magnetic. Msee nazila 2 hours pekee kutokea Dunda because naumia masikio but because najua siwezi toboa. Yeah, that's true. Usahau lala nayo. Kuisha. Magnetic masikio kwa green. Msee tulikuwa ni moja ukivaa tuna at least na share moja tunaweka. Lakini ile uchungu ya magnet kufinyana mbaya. Mimi naweza sema penye nikiwa 14ish I think before nikam stato. Unajua ile sasa yangu sikuwa unajua you get to an age where like kanisa sasa ni yani nenda kanisa kufanya. Nikafanya hivyo kwa shush. Aliambia basi toka basi ukaa hapa nje nifunge mlango. Msee niliacha hapo nje hadi wakarudi. Sisi tunaenda. Na wewe ukakataa kwenda? Si kwenda kanisa nilibaki tu hapo. Nikatoka hapo nje nikachila mangombe za shush. Na story kaendelea eventually wakazoea wakaacha hata kufunga nyumba. I think nila like you have to be a pushover. Wakazoea umekataa kanisa. Walizoea. But ilikuwa common for some reason nikaa kila mtu ali grow up the same because ilikuwa common around that age wase kunini kanisa. But for you what's one thing ukiwa mtoi yenye ulifanyanga ama the one thing that yenye ina clicking kwa kichwa chako mtu akikuuliza what were you doing when you were 8? You just moved here, right? No, 8. Me, I came here nikiwa 7. I turned 7. Oh, hey, mtoto basi. Wa? Yes, mauku 15, 16. Me, I think hiyo time najua sana ni kuadjust. Like, nimekuja. How was the feeling when you moved? Najua hiyo shule, najua tulikuwa tunaishi Kawangware.
For it? Hiyo Ongwaro. When to Ongwaro? From Ongwaro to State 2. That's crazy. Guys, ama Samabanis mnaonanga hapo kumbe ni watu wa Ongwaro. Wanajifanya wanakuja nyumbani wanajifanya eti sasa wamepanda bei. Ni only hakuna Kawangware ni Kilimani sasa. The K is constant but sasa ni Kilimani. Kileleshwa. Wallahi. Kama ni club ni Milan. Haweni Milan. Kumbe Masababani ni watu wa Ongwaro. Miuza ni Masababani wote huko ni watu wametoka Ushago. Ndio wamekuja wamejua Nairobi wanataka kuchafua. Kumbe mimi nikadem Kawangware. Lakini so nakumbuka ile shule nilikuwa naenda. Like it was like hey sasa nimeenda State 2. Hakuna mtu alikuwa anajua naenda State 2. Na hata niko na hizo picha. Unajua vile mnapiganga picha na class. Tukiwa na zile PE shots na uniform nini. Kufika huku, I think the first thing when I remember ni tulikuwa tunapita Wells Fargo. Mimi niko na farasi kwa sign. Na kuna snow. Nikaangalia Merry Christmas. Huku hadi kuna farasi. Wells Fargo sitaisahau. Nilikuwa na psych. Alafu when I'm much older nikaanza kurealize ni too bank. So for me it was just adjusting. Shule unaenda unaongea watu wanakuuliza kwa nini kizungu yako iko hivyo. Different, But sikuwa mjinga. But unajua uzuri ukiwa mtoi I think you're very innocent. Inakuanga rahisi No, lakini unajua kuna kakijana kalinitanga lesbian. At grade 3. Class 3 kamzungu. Anaitwa nani tumupige? Sitaisahau anaitwa Ben. Ben wewe ng'ombe wewe. Yenyewe uko sawa. Kwani uliiba makasi yake? Sasa tulikuwa tunapanga line. Unajua venye mnapanga line kwa hall. I think either sikuwa naelewa kizungu yake nikasimama mbele yake. Sasa mimi aliniita lesbian na mimi nikamwambia no you. No you. Literally no you. So mwalimu akasikia mimi nikisema nini? Lesbian. But huyo mwalimu alikuwa mpoa sana, alikuwa anajua nimetoka like from a new country. So she's like, "Oh, like kwa nini umesema hivyo?" Nikamwambia hapana, ni huyo ameniita hivyo. And then she just explained like, "Oh, it's not a good term, pole umeitwa hivyo." But that's like my first school memory in this country. Alikuja na zile response so sausage between your legs. So navi boy. Utafanya. She was prepared. Try me. Siko na jokes. Everyone can get it. Straight on everybody. Nini? Ubaya mimi kitu nakumbuka nili struggle nayo ni like unajua umezoea Kenya umezoea tu Kiswahili kizungu tu ilikuwa kwa shule. So ile like huku unajua hauwezi ongea Kiswahili na hadi kwanza ukikasirika kwa class watu kuelewi like niaje mnielewe msee like how can you not understand hadi unaongea Kiswahili kwa class watu wako like wase wanasikianga ukiongea vitu tofauti hawaelewi. Wako like what's up with this guy bwana. I know. Hiyo ndio ilikuwa na struggle nayo the most. Msee, mimi unajua the funniest thing ilikuwa actually jina yangu. Msee, mimi sijaitwa Brian kwa maisha yangu. Nimekuja hapa. Mpaka saa zingine nilikuwa naangalia ni mimi naitwa. Nikachanging mpaka Facebook sasa nikaweka jina yangu. Mwalimu wa high school aka reply kwa comments, wewe kwani ulibadilisha jina? Watu walikuwa wanashangaa ulipanda Amerika ukapanda But before nizoee eti ni mimi naitwa Brian. Unajua nikaa kuanza kuitwa Kemani leo. Before zoee ni Kemani. It take time. Na the fact that nilikuja nikiwa mtu mzima. Ulikuja how old? 18 15. So tulikuja around the same time. King Marco au ulikuwa shamaliza? Ulikuja huku kama umemaliza high school? Ulienda high school Kenya? Bana waliniambia lazima nimalize. Wow, that's awesome. No sikuenda hapa. That's awesome. No, I'm saying ulienda high school Kenya. That was trauma. People always have good stories about high school in Kenya. I'm not gonna lie, bro. Yes. I mean it was fun but sisi tulipiga yetu mbili tukuja tukamazia huku mbili. But high school ilikuwa tu nikaa nyumbani. Ni ile unajua unaweza jibamba na vitu fulani but unajua umekaziwa. That's true. So wewe sasa ni vitu gani umekazia mtoi wako? Unajua sasa bado ni katoi. So like hakuna there's not much. I think kama kuna kitu na limit ni screen time. But she's only 4. But so na mimi unajua mimi sana control what she's taking in. That's true. The environment. So I'm very protective over that.
so that I'm not putting her in a jeopardizing position or anything like that. But my daughter ni kasichana ka confidence. Oh yeah. Me, I'm not raising confidence is key. I'm not raising a little girl that's going to be intimidated or afraid of people. Amen. Hey, W mom, bro. I know. Single moms uko nje. Yeah, mtoi wangu Musome hapa. ajue hata akiwa na single mom, she's still. But sasa nikuulize, then if that's your thinking, where do these other single moms go wrong? Because wale watoi mimi nimeona wametoka kwa single mothers, honestly. I'm not gonna sit here nidanganye niseme I think ina depend. Unaona mimi niko na mtoi moja, and then also I think a big part ni there's women who have kids and they don't love kids or don't want to have a kid. Yeah, it's like a regret. Yeah. They so see like I think ni machungu na baba mtoto. But hata kama like me naweza kuwa na issues na my baby daddy, lakini like mi napenda mtoi wangu as my kid. Yeah. So like I would never treat her any other way. Unajua shida sometimes inakuanga mtoto afanane babake. Yaani unaangalia tu iki wangu anafanana iki ya junior. Kesa technically yako kwa hiyo WhatsApp group. Angalia kitu ya Zari, angalia baba yake. Unajua ile unaangalia yani mpaka masikio, forehead, kisogo ni Omondi. Sasa kaka Omondi ndakafanya nini? Lakini tu unaweza fanya like ndio unapata wako na machungu, unapata manze sasa baba mtoto ndo anaamua kuteswa. Mbona wewe utatii. Mtoi light skin na sisi wote wausi grade nyingine ambayo. Siwetu ndio what was that video you just did no ukasema sijui usipate mtoi kutrap jamaa. The last episode. Yeah, like it's the same. Utaambia nini ladies? Webu ambie. Ladies. Wewe umetrap mtu? Hapana. Okay, good. Umesikia ladies? Hata guest at that trap. So wewe unadhani wewe ni mtego ya panya? Unajitrap, like that's the most it's very silly for anybody who even tries that. Unajua bado hawajakoma. Niko na swali kwako. Do you think in terms of kids, do you think the same way women dem apate ball, kuna dai kupata mtoi, they have the right to choose to abort? Kutoa? Yeah. Do you think for mwanaume the same way like ni kujenga udumbo naweza sema by the way mi siko ready for umtoi acha nijitoe bila wewe tena kuja kunieka sijui child support sijui nini? Do you think that a man should have the right to like kusema like by the way I think it's a valid point, but you got to do it respectfully. And kama like dem akidecide kukana mtoi ni like mtoto ni wa dem. But unajua kwa child support huwezi sema wewe si baba mtoto. Kuna ile nini? Well, I guess I see where you're going with that. But you know a lot of kids are raised in those predicaments. And what ends up happening, the mom just takes over. Yeah. And you will have to pay child support because at the end of the day it's a woman's choice. Kweli. Shida unajua hii cycle huwa ina continue. Ndio maana unapatanga manze unapata dem akona mtoi. Ukichunguza familia yake unapata mamake ni mamake, brathake na yeye. Ukichunguza pia shosho yake shosho yake ilikuwa mamake peke yake. Unashangaa koni hakunanga wazee kwa hii nyumba, watu wanapata mimba. Hakuna mtu ameweka yoyote. Immaculate conception bwana. Manze kuna tu Yesu tunazaliwa huku nje kila siku. Mambo inafanyika, things happen. It happens. Kweli. Lakini you know, kama ulijibambika kumwaga, you should also. That's actually the other point I wanted to like. If you it takes two to make one. So like where kama jamaa think twice. Kwa nini unaweka ndani? We kadem ukienda kushiriki unakuanga ukifikiria saa zote naweza pata mimba na ni sawa nitaiweka. Sure. The same way hakuna mtu enda kwa ngono akisema leo naenda kulana but naweza peana mimba but sidai. Sasa unavaa kundule. Yeah, exactly. Uyu. Round 1. round zote. Bado utapata ndio unavaa alafu naambiwa toe kitu bado. Yeah. Lakini pia usifanye ile kazi. So una Yeah. What's your perspective on female condoms? That's a great question. I mean, use it to protect yourself. Yeah. But do you think kadem inafaa kwa responsibility yako kununua
I think mi naweza sema because so, ni wewe unajipenda unajichunga not to be too direct but have you ever purchased one? No, sidhani. So unajua kuna hii kitu naonanga tu kwa manini zinakaanga tu odd. So kuna hii kitu wanaume usually wao utembea na kondom 2-3 kwa wallet. Usually a lot of single men out here. So would you feel okay as a woman ukitembea na ka female condom kako kwa kibeti hapo just in case? Why not? Si kitu ya shame. Mi unitole hiyo kitu nakata nasema acha ikae. Hapana. Wezi niambia unatembeanga umejipanga hivi kweli wewe. Here's how I think that would play out. No, checky. Like jama kama akukam nayo. There we go. And you are the one with that. Niko nayo. Sindio? Unajiprotect. But jamaa ndio silika utakataza. Yeah, sure. Ni kweli. Kama dem huwezi kuwa kadem huwezi kuwa prepared hivyo buda kundule. I don't know many people who like ladies that actually carry female condoms. I've never even seen any of my friends or ni kubeba tu teza, mace spray lakini bado like mistakes. Or like male condoms, right? Like having juu unajua jamaa. They sometimes carry milk condom. I've seen it in Kenya. Hata mimi nimesikia ndio at least. Do I think ni easier too? Like inakuja hakuna venye mtu anaweza sema at any point. No, ni like just in case. No. Okay, cheche ngoja. I think understand. Is it ile just in case mtu anataka ile non concession umwambia at least tumia hii? Mi penye inaweza kuwa ni hivyo. My thought process ni sema tuko na date 10 something pm ama whatever pm. Unajua umekufia uchali. So ko like regardless last leo lazima ni cool we. Sasa kama amesahau leo lazima ni cool. Sasa huyu dem ashapanga nini yake ako like umesahau pole niko na nini hapa. Unadai? Unajua it takes I think it's easier for them to kuambia wewe. Unataka kunipea ukimwi. Hapana. No. Labda umeitoboa. Labda una nini? Mimi huwezi nitolea kundule. Siko ndani ya box. Okay. Na pia usually unawezaje pia wewe unajua udema huwezi decide. Si ati unaenda kukula kuro huku. Mimi ninaenda to a point where like kuna mademu wanakuwa na kutu huku nje. Kutu inasumbua mademu. Cobwebs lazima zitolewe. Lakini sasa shida ni nakaa kuna condom lakini si ile yenye inatosha. Sasa hapo but I feel like madam maybe they may have like multiple if she knows her person like that's very common among women like having like different sizes. Guys cut tutaendelea kutoka hapa next episode episode 39 tupatane guys. Don't forget to like, subscribe, hit that notification bell, follow us on all our socials at My Foreign Podcast. You know how it is.